Sio chochote, ni neema. Sina vigezo vya kustahili. Bwana tusaidia sana. Na kwa kusema hivyo, naomba niishi hapo kwenye utambulisho. Lakini pia siku ya jana Mungu alitupa neema. Tulikuwepo vijana mahali hapa ndugu zangu. Na andiko na neno ambalo Bwana alitupatia. Baba alitufundisha namna ya kijana, namna gani ya kuingia kwenye ndoa na kwenye mahusiano, na nilihudumiwa sana, nilibarikiwa. Lakini pia Mungu akatupa neema ya kuhudumiwa kwa neno jingine kwa habari ya mwili wangu. Bwana asifiwe. Tukaona ujumbe unasema mwili wangu, na kwenye sehemu ya mwili wangu tukaangalia mambo matatu ambayo yanaweza kumuunganisha mwanadamu na ulimwengu wa roho. Tukaangalia upande wa masikio, tukaangalia upande wa ulimi, tukaangalia na upande wa macho. Na siku ya leo nitamani ningeweza kuendelea na ujumbe wa kuendelea, lakini leo ni siku yetu ya mwisho ya maombi ya siku 21, maombi ya Danieli. Bwana asifiwe sana. Na leo tunaenda kujifunza ujumbe unasema maajabu ya maombi. Jamani, amina. Maajabu ya maombi. Na baba alishaomba, nami nitakwenda katika muda sawa sawa na ilivyoelekezwa. Maajabu ya maombi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 21 mstari wa 17. Na ninashukuru Mungu kwa sababu baba akati anaongoza maombi baada ya kipindi kile cha asubuhi, akazungumza neno moja ambalo limegusa pointi yangu ya maombi, akazungumza kwa habari ya karakana. Na siku leo tutaenda kuangalia maajabu ya maombi. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 21 ule mstari wake wa 17. Mwanzo sura ya 21 ule mstari wake wa 17, maajabu ya maombi. Anasema hivi: Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Wakati na usoma habari hii ya mwanamke Hajiri, mwanamke ambaye ametoka kwa bibi yake, ametoka kwa Sara, na ametoka kule kwa huzuni, kwa kufukuzwa, amekimbia na anakimbia ubaya, anakimbia na mtoto. Yesu akasema ombeni siku zile, kwamba anasema ole wao wanyonyeshao na wenye mimba. Hajiri anakimbia kutoka kwenye manyanyaso ya Sara, anafika jangwani, amefika mahali haoni chochote, haoni msaada. Biblia inaniambia chupa ya maji aliyokuwa nayo imeisha, chakula unaonekana pia hakuwa nacho. Akafika mahali Hajiri amekata tamaa. Hajiri amekata tamaa, lakini mtoto Ishmaeli anaomba. Mama akaenda akasema, niende mbali nisimwangalie mtoto wangu anavyokufa. Akaenda mbali akakaa kilia, lakini mtoto anaomba. Maombi ya mtoto yanasema malaika akashuka akaenda kumfuata kule mama, akamwambia usilie, Bwana amesikia kilio cha mtoto. Na kilichotokea maombi ya huyu mtoto Ishmaeli, Biblia inasema malaika akatokeza chemchemi ya maji. Bwana atusaidie sana. Nimesema maajabu ya maombi. Nataka tuangalie hapa maana kadhaa za maombi, na mimi nina maana mbili tu asubuhi ya leo. Maana ya kwanza ya maombi, maombi ni karakana. Maombi ni karakana. Nashukuru Mungu baba alizungumza asubuhi kwa habari ya karakana, alitamka hili neno. Maombi ni karakana. Na karakana ni nini? Garage. Maana ya karakana ni mahali ambapo mwombaji akiingia kuomba hupata badiliko na kufanya upya. Ni mahali pa matengenezo. Ni mahali pa matengenezo. Mwombaji anapoingia kwenye karakana, haijalishi kwaje. Na nitakupa ushuhuda maisha yangu namna gani nilipoanza kuingia kwenye karakana Mungu akabadilisha mwombaji kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Na baba ametuombea asubuhi neema ya kuwa waombaji. Zaburi 32 akatamka pale baba, akazungumza kwa habari ya neema ya kuwa waombaji. Na mchana wa leo watainuka waombaji katika jina la Yesu. Na maajabu ya maombi yatatokea. Tumetoka kwenye 21, tutaendelea wenyewe za kwetu nyumbani. Jina la Bwana libarikiwe. Maombi ni karakana. Maana ya pili ya maombi, maombi ni jiko. Kama tumeangalia manake maombi, ukiingia na tabia, ukiingia na usengenyaji unaondoka. Ukiingia na uongo unaondoka. Ukiingia na tabia za uongo zinabadilika katika jina la Yesu. Lakini maana ya pili nikasema ni maombi ni jiko. Maana ya jiko, wanawake wananielewa zaidi. Jiko ni mahali pa kupika mambo. Bwana asifiwe. Ukiweka mchele unatoka wali. Bwana asifiwe. Ukiweka unga unatoka ugali. Jina la
Bwana libarikiwe. Maana yake kupitia maombi kuna mambo tunayatengeneza, kuna mambo yanaumbika kwenye ulimwengu wa roho kupitia maombi. Sema amina kama unaelewa, mtoto wa Bwana. Kwa hiyo maombi ni mahali ambapo tunapika mambo yasiyokuwepo yanatokea. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tuangalie mambo ya msingi ya kufahamu katika maombi. Kuna mahali natamani hapa mbele tu tukakae tukaombe na Mungu anisaidie sana. Mambo ya msingi ya kuyafahamu katika maombi. Mambo ya msingi ya kuyafahamu katika maombi. Jambo la kwanza, utakatifu na uchaji ndio msingi na ufanisi wa maombi. Maombi na uchaji ndio msingi wa ufanisi wa maombi. Kuna mtu akauliza swali asubuhi, je, maombi ya Danieli hayakujibiwa ni kwa sababu ya dhambi zake? Danieli hakuwa na dhambi. Ni kama Yesu. Yesu alifanya dhambi gani? Yesu aliomba maombi, kati ya ombi moja ambalo alikujibiwa na Mungu ni ombi moja tu aliomba yote Yesu. Ni moja tu. Akamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hichi kinini? Kilimwepuka. Alikinywea. Kwa hiyo kuna wakati kuna mambo unaweza ukaomba, sio kama ila hapo kwenye pointi yako naomba unielewe. Nimesema mambo ya kuyafahamu katika maombi. Utakatifu na uchaji ndio msingi na ufanisi wa maombi. Bwana asifiwe. Lakini namba 2, maombi ndio yanayotuunganisha na Mungu. Maombi ndio yaliyotuunganisha na ndio yanayotuzidi kutuunganisha na Mungu. Ile siku wakati umebatizwa, wakati unaokoka, pastor amekuhubiria na kwambia sema, Baba yetu uliye mbinguni, ninatubu dhambi zangu, ninaomba unitakase, ninamkataa shetani na kazi zake zote. Wakati ule unapomkiri Kristo ndio wakati ulikuwa unaunganishwa na Mungu. Kwa hiyo kupitia maombi ndio yanayotuunganisha, na hayakuishia pale. Mpaka leo lazima tujue kwamba maombi ndio yanayotuunganisha na Bwana. Jamani, amina. Lakini namba 2, maombi ndio njia pekee inaweza kumsaidia aliyezima akainuka tena. Maombi ndio njia pekee inayoweza kumsaidia aliyezimia au aliyezima akainuka tena, aliyeshindwa kuona ushindi. Yaani kiujumla mambo yote ya kuhusu uamsho yanatokea kwenye maombi. Yaani mambo yote, maana uamsho ni mambo yote, kuzimia, kufa, popote, kulala. Kwa hiyo kupitia maombi ndio njia pekee inayoweza kuinua mioyo ya watu. Jamani, amina. Lakini pia namba 4, maombi yanaweza kuikuza sauti. Hayo ni mambo ya msingi ya kuyafahamu katika maombi. Jambo la 4 la mwisho hapo kwenye kipengele hichi, maombi yanaweza kuikuza sauti yako. Ukiwa muombaji, hakuna kitakachozuia sauti yako. Elia akasema, kwa neno langu. Bwana atusaidie. Kwa neno mvua haitanyesha, na mvua haikunyesha. Maombi yanaikuza sauti yako ya roho. Ukitamka jambo linakuwa, unasema kuanzia leo wachawi hawatalala, na hawatalala kwa jina la Yesu. Unatamka, tunamwambia Bwana Yesu, sijazaa kilaza, sijazaa mwizi, biashara yangu sio ya kufa, na mambo yanatokea kwa jina la Yesu. Kwa hiyo maombi ndio yanaweza yakakuza sauti yako. Unaweza kuwa na sauti ndogo nyembamba, lakini ukiwa muombaji inatoka na power, inatoka na nguvu ya ajabu. Sitasahau siku moja tuenda kwenye kambi la Kasfeta, jamaa mmoja akasimama, alikuwa kiongozi wa Kasfeta, wakurugenzi, ni kiongozi gani yule jamaa. Mungu alimpa neema kubwa sana, alikuwa ni mtu mkubwa serikalini, mkubwa sana. Jamaa alikuwa ni muombaji. Anakwambia kuna wakati fulani akapewa nafasi yani rais, akaja mgeni, yeye ndo anataka mpokee mgeni, ampeleke hotelini, waongee, anamsubiri kiongozi. Yule jamaa alikuwa amefunga, alikuwa kwenye maombi, alafu anaitwa kwenda kukaa hotelini, alafu amefunga. Wewe kama ni wewe, inakuwaje hiyo fursa inakuja mbele yako? Hotelini unaalikwa, alafu unakaa na mzungu. Mzungu anakuuliza, mbona huni? Unamwambia fasting, nimefunga. Jamaa ikawa kama vile akili kama hana, mpaka wakashangaa, jamani wana namna gani? Yule jamaa alikuwa na matokeo makubwa mno. Bwana atusaidie sana. Hata alikuwa na sauti nyembamba. Ile siku sitasahau, chuma kiliposimama, Mungu alionekana kwa namna ya ajabu sana. Sauti yake ukiangalia kawaida, Bwana asifiwe. Lakini kuna wadada wana visauti vidogo hapa wakiimba, viongozi wangu wapenzi, nimefurahi sana. Sauti zao sio kama masauti makubwa, ni wadogo, sio kama wadogo ni wazala. Yaani sio kama vijana wengine wakubwa, lakini wanaimba kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Yaani maombi yanaweza kaijaza sauti yako. Bwana asifiwe sana. Siku kwanza namuona baba, nikamwangalia kwa nje. Hebu ndo mchungaji hapa. Kipindi kile bado nilikuwa kanisa dogo. Namsalimia lakini ndo mchungaji ni. Kautana naye kwenye uwanja wa mapambano. Anakwambia tunatoka.
Akamwambia tuna drill mpaka tupate maji. Chuma namna hii. Lakini unamwona mdogo mdogo, lakini ndani amejaa moto. Kwa sababu gani? Amejaa maombi. Kwa hiyo maombi anza kukuza sauti. Popote ulipo, unaweza kutamka tukasema kuanzia leo, hii ofisi, hawe ni mkuu, hawe ni nani, hakuna mambo ya rushwa hapo ofisi. Atakayefanya hivi kazi yake. Yaani wewe sio unacheo, unatamka, alafu unashangaa anaanza kuondoka, wanaanza kufukuzwa kazi. Unasema tu pale shuleni, pale chuoni, hakuna mwalimu atakayeweka kikwazo na mambo yanatokea katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Sasa ninataka tukae mahali ambapo natamani sana tujifunze hapa matokeo ya maombi ya muombaji. Matokeo ya maombi ya muombaji. Nimekwambia na tutatembea kwenye maeneo hayo. Nimekwambia maombi ni karakana, lakini maombi ni jiko. Sasa nataka tuangalie matokeo ya maombi ya muombaji. Maombi ndio yenye matokeo kwa kadri uwekezaji wako wa maombi, bidii yako ya maombi. Angalia, Waefeso wanasema hivi, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ajabu mno, zaidi tuyawazaye, zaidi tuyaombaye, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani. Kwa nini? Kwa kadiri. Maana kumbe bidii yako kadiri unapozidi kuomba ndipo unapozidi kumpata Bwana. Wakati unapozidi kulikaribia jua tunalofundishwa shuleni, unapozidi kwenda juu, kule juu unapozidi kulikaribia jua, unazidi kuungua. Unapozidi kuungua maana kuna vitu vinabanduka ndani yako. Yaani kama ni mtu unamkaribia Mungu, kuna bugs zinakatika, zinapasuka. Yaani kama una tabia fulani zinaondoka, kuna vitu viovu vinaondoka ndani yako. Bwana anatusaidia sana. Unapozidi kulikaribia jua unazidi kuungua. Kwa hiyo unapozidi kumkaribia Mungu kuna vitu unazidi kuvipata. Unapata joto la moyo. Sasa bidii yako ya maombi itakuwa na ile uwekezaji wako utasababisha ufanisi wako. Hauwezi kuwa vile unavyotaka kama hauishi uhalisia. Hauwezi kuwa unavyotamani hivyo. Hauwezi kuwa kama hautaishi uhalisia leo. Yaani huwezi kuwa unavyotaka kama hautaishi uhalisia leo. Ishi uhalisia unataka kuwa muombaji. Ishi leo. Bwana tusifiwe. Sasa jambo la kwanza linalotokea kati ya maombi, jambo la kwanza tunapoomba Mungu anaingilia kati mambo magumu. Na uzuri somo langu maeneo mengi sana. Baba wakati anaomba ameyataja, mama wakati anaomba asubuhi ameyataja. Bwana tusaidie sana. Mungu kupitia maombi tunapoomba Mungu anaingilia kati mambo magumu. Matendo sura ya 16 mstari wa 25. Ninukuu maneno ya baba wakati anaomba. Mimi ni mmoja na nimwambia pia kaka jana. Mtu akiwa anaomba huwa anaingia kwenye maombi yake. Yaani kuna wakati naingia maombi anayoomba huyu mtu. Naomba lakini wakati mwingine pointi nazidaka kwa huyu mtu. Bwana asifiwe sana. Angalia, wakati wengine wamelala wanawashangaa Paulo na Sila wapo kwenye kifungo. Yaani ni kama vile biashara ni hiyo. Biashara ni aina hiyo. Wakati wenzako wanalia, wakati wenzako wanashangaa, hawa makamanda wanaomba. Wenzao wanawashangaa, hawa watu wana akili timamu, watu wanatokota wanaomba katikati ya gereza. Na kitotokea ni nini? Katikati ya ile gereza kile kifungo, nimesema alipoomba pakatikisika, milango ya gereza ikaachia. Na siku ya leo milango itakwenda kuachia katika jina la Yesu. Ikiwa ni siku ya 21 ya maombi yetu, ninakutangazia kwa jina la Bwana, kupitia maombi tuliyoyaomba, Bwana ataingilia kati kwenye biashara, Bwana ataingilia kati kwenye uchumi, Bwana ataingilia kati kwenye masomo kwa jina la Yesu hai. Sema amina mtoto wa Bwana. Yaani kupitia maombi, yaani tunaweza tukaomba chochote kikatokea. Yaani Mungu anapoingilia kati chochote kinatokea, maana tumeomba. Jambo la pili linalotokea wakati wa maombi, tunapoomba tunapewa uhuisho na urejesho. Tunapoomba tunapewa uhuisho na 17 ambaye tunarudi wakati Ajili amekata tamaa. Ajili analia, mama haoni tumaini. Na nikutie moyo, uyamkini mmoja wapo watu ambao wamekatiwa tamaa. Mimi hapa licha ya kwamba watu walinikatia tamaa. Mimi nimekuwa mtoto wa mchungaji. Bwana tusaidie sana. Dar es Salaam, mtoto wa mchungaji. Lakini kuna kipindi nilikuwa na tabia ambazo zilikuwa ziwapendezi watu. Nilitoa majina ya ovyo sana. Matukio yangu yalikuwa mabaya sana darasani. Lakini nikwambie siri moja, nilikuwa hata naiba fedha nyumbani sana naiba. Lakini mama yangu alikuwa nikimkuta nao, nilikuwa nikipita mama yangu namsikia hapo tatukavu ndani. Mama tujamuona Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Nikipita kwenye ule mlango, yeye nasikia kama sote. Namsikia mama analia. Ananena kuliko toka. Mama anaomba na tunamwambia Mungu nisamehe. Hizi hela nilizoiba nitarudisha. Lakini ile hofu. Mama alikuwa anaomba, alikuwa anatuambia, sijazaa mwizi kwenye tumbo langu.
sijazaa kilaza. Mama anapambana, watu wamekukatia tamaa kwa namna, lakini mama anaomba. Bwana tusaidie sana. Kwa kupitia maombi kuna mambo Mungu anayatengeneza kwenye maisha yetu. Yasiyowezekana yanawezekana. Bwana tusaidie sana. Mama kunikatia tamaa, mtoto akarejeshwa. Leo nimesimama mbele yako na kusemea neno la Bwana kwa jina la Yesu. Lakini haya ni kwa sababu ya matokeo ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa akiomba kukata tamaa. Hakuangalia walimu wamenitaje shuleni, hakuangalia wanafunzi wenzangu wananionaje, watoto wenzangu wananionaje, siendi kanisani. Haijalishi, mama akapiga goti, akaimarisha magoti yake kuomba. Alipoomba likatokea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maombi ndio njia pekee ya kuleta mwisho. Angalia kwa Samsoni, Waamuzi sura ya 15 mstari wa 14 na 19. Sitakusomea lakini nitakuambia content vyao. Waamuzi sura ya 15 mstari wa 14 na 19. Wakati imefika mahali Samsoni ni kama maisha yako, unajua, na ndio maana tupokutiana moyo watumishi wa Bwana. Kuna kuanguka na kuinuka. Na mimi nilipojifunza jambo hilo, simkati mtu tamaa. Nilikuwa nataka mapambano jana, akanielezea vitu nikafurahi sana, akanifundisha vitu vikubwa na mimi nikatiwa moyo. Nikasema sawa sana. Nikasema hivi, na mimi ndio ambacho nakiishi. Kuna wakati kuna tunakatia tamaa. Unajua kuna sijui baba kama na mimi pia ndio umekutana nao. Yaani kuna washirika wanakatia tamaa kabisa. Umuite, umwambie. Yaani hata umpe motivation gani, haendi unapotaka afike. Haendi. Yeye atamsema jamani, leo praise tutakuwa sina kitu fulani. Si haji. Yaani hii ni kwa kuchelewa. Amen. Mungu atuponye kwa jina la Yesu. Sasa angalia, wakati Samsoni ametoka kupiga Wafilisti 1000, ni mtu mmoja. Na sisi kadamia tunazimia, kila mtu anajua kuna kuzikika. Yohana alikuwa yeye ndo kambatiza Yesu, anambia huyu ajaye, sistahili kufungua hata kamba za viatu vyake. Mimi ndo nabatiza kwa maji. Huyu anayekuja anabatiza kwa moto na kwa Roho Mtakatifu. Huyu ni Masihi wa Mungu. Lakini alipobana kwenye kifungu, akamwambia wanafunzi wake, hebu nyie acheni masiama. Yeye ni Yesu. Hebu kamuulizeni kama ni yeye. Mimi siamini kama ni yeye. Hebu kamwambieni. Na Yesu alipokuwa na mikwala, akamwambia anakuja kukuangalia. Akamwambia tu siwendi, simfuati. Mwambieni mlivyoviona. Mwambieni, siwaambii kama ndio mimi. Mwambieni mlivyoviona. Kuna kukata tamaa. Lakini akana Samsoni ametoka kupiga Wafilisti kwa taya la punda. Yaani kama wewe umetoka kufanya, watu wanakujua kule ni mtumishi wa Mungu, ni nani? Alafu bahati mbaya kuna namna fulani ukakata tamaa, ukarudi nyuma kwa namna moja ama nyingine, ukazikika. Nisiseme uongo, kuna kuzikika kama watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo hali na mimi imenikuta. Kama hajakukuta pia mshukuru Mungu na kukupa hiyo neema. Kuna wakati unazikika, nafsi yako inakata tamaa kabisa. Samsoni ametoka kupiga Wafilisti, lakini anakuja mara hii anaona tu kiu tu. Yaani umefanya mambo makubwa, unaanza kuangalia Mungu, mbona kazi yangu hujanibariki? Nipo pale siku zote. Mbona Mungu hatuoni matokeo? Samsoni anasema alipokuwa amekaa hivyo hakuishia kulala akafa. Akamuita Bwana. Amefika mahali anataka kufa, anasema alipomuita Bwana, malaika akaja akamwambia amka. Akapasua katika lei mahali katika jabali, yakatoka maji. Kwa kupitia maombi watu wanahuishwa, watu wanavikwa nguvu. Alipokunywa maji amesema roho ikamrudia ndani yake. Kwa hiyo unapoomba kuna uhai ulipotea, unaipewa tena upya ndani yako. Na nikupe siri, ukiona umepoteza nguvu za kuomba, omba mpaka upate nguvu za kuomba. Bwana tusaidie. Ukiona umepoteza nguvu za kuomba, omba mpaka upate nguvu za kuomba. Hili nilifundishwa na Pastor Vumilia kule tu. Haidunii kitu. Kwa ukiona umekosa nguvu ya kuomba, hakikisha unaomba mpaka upate nguvu za kuomba. Bwana tusaidie sana. Kuna kama sijapiga masaa 4 muda mrefu, masaa 3 muda mrefu. Leo ngoja niombe nipige masaa 4 hivi. Unavuta nguvu nguvu mpaka unaweza kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nafasi ya kuwa karibu na Mungu. Na kwa sababu hiyo shetani hukaa mbali. Na sio kwamba hata kuwepo, bali hata kuwa na uwezo juu yetu. Yesu kwamba atakuwepo shetani. Sio kwamba kama atakuwepo, lakini hana uwezo juu yetu. Yesu akasema kwamba yuaje mkuu ulimwengu, lakini hana kitu kwangu. Anakuja lakini hana kitu. Hana uwezo kukuangusha kwa namna yote. Bwana tusaidie sana. Angalia kwenye Yakobo sura ya 4 mstari 7 na 8 pale. Anapozungumza mkaribieni Mungu na atawakaribia. Anasema kwenye Yakobo 4 pale 7 mpaka 8. Anasema mtini Mungu, mpingeni shetani, naye atafanya nini? Atawakimbia. Unapomkaribia Mungu kwa maombi, shetani anakukimbia.
kuna huu moto mwingine. Bwana asifiwe sana. Na nimekumbushwa nitasema mfano mmoja niliwatajia ndugu zangu wa pale siku moja, mfano wa Sauli. Nitakapokuwa namalizia nitausema huu mfano. Bwana asifiwe. Watu waliokuwa wakiomba namna gani wakajipatia kibali na adui akashindwa kuwapata. Jambo la 4 nini natokea tunapoomba? Jambo la 4, tunapoomba tunapata uwezo zaidi wa kutambua mambo ya rohoni. Unafunguliwa ufahamu na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Hilo ni jambo la mwisho hapo, mambo yanayotokea katika maombi. Nimekwambia maajabu ya maombi. Maajabu ya maombi. Tunapoomba tunapata uwezo zaidi wa kutambua mambo ya rohoni, kufunguliwa ufahamu na utendaji kazi wa Roho. Ukiwa unajizoesha kuomba, kuna uwezo unapata wa kutambua mambo ya rohoni. Kuna uwezo unapata wa kufunguliwa ufahamu. Kuna uwezo unapata wa utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Na Mungu atakuonyesha, atakusemesha, mwanangu, huduma yako ni hii hapa. Mungu atakusemesha, mwanangu, wenzako wanaimba na unaimba, lakini wewe sijakujalia kuimba na unaimba. Wewe imba tu na unaimba. Mungu atakwambia, mwanangu, wenzako wanaendaga hivi, wewe nenda hivi. Unapata uelewa na ufahamu wa roho. Sio lazima natukifanya mwenzako wabarikiwe ndio utawata. Wewe unaweza kufanya kwa namna tofauti, kwa sababu umeenda kuomba, Mungu anakupa. Na ukiwa mwombaji kuna vitu Mungu anakupa mapema. Yaani kama hata wengine hawajagundua na kutoa umeshagundua. Umeenda mbali zaidi. Bwana asifiwe. Hebu tuingie kwenye sehemu ya mwisho somo yetu. Inasema namna ya kujijenga kuwa mwombaji. Namna ya kujijenga kuwa mwombaji. Namna ya kujijenga kuwa mwombaji. Namna ya kujijenga kuwa muombaji. Namba 1, hakikisha unakuwa mtu wa maisha ya maombi. Hakikisha unakuwa mtu wa maisha ya maombi. Usiombe kwa sababu ya matukio au kwa sababu ya changamoto na shida tu. Kwamba tuna vijana tutakuwa na ibada fulani ya kusifu na kuabudu, njoni tuombe, alafu unaishiaga hapo. Kuweni na maisha ya maombi. Sio tuombe kwa sababu baba anasafiri. Kuweni na maisha ibada. Nimemsikia baba alikuwa anazungumza sana kwa habari ya kuhamasisha ibada za kwa nyumbani. Kuweni na maisha, sio matukio. Baba amebana na unakuja. Kuwa na maisha na Mungu abariki tukio. Mungu anabariki maisha. Bwana asifiwe sana. Mungu abariki tukio la leo tumeomba. Anabariki maisha yako ya kuendelea kuomba. Tukio litoshi. Maisha. Jana baba akatufundisha, akatuambia kwamba ndoa ni tukio la muda mfupi, ni maisha mafupi sana, lakini kuna maisha yanakuja hapo kipindi hicho ni kirefu zaidi. Kwa hiyo usiishie kwenye tukio tu la leo. Nenda mbele zaidi. Bwana asifiwe. Leo tumetoka 21, piga zako nyingine. Mimi katika mtu nilikuwa siweza kufunga zamani, mimi hapa kabisa nilikuwa yaani nyumbani unajua nimefunga, lakini nikienda mtaani hawajui kama hata tunakuwa tuna maombi ya kufunga kanisa. Hawajui. Nikienda huko ni kula tu viuvu, lakini kwa sijatambua namna ya kuwa na maisha ya maombi. Nilipotambua maisha ya maombi, nikawa nafunga mwenyewe, siku nyingi nafunga mwenyewe. Watu wananiambia wewe dogo, kwa na hekima, kwa na hekima, kwa na hekima. Naambia tulia tu, kuna kitu nakitafuta. Bwana asifiwe sana. Nikaanza kuwa na maisha. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo ukitaka kujijenga kuwa mwombaji, hebu maombi yawe ni maisha yako. Yaani ukiona umemisi maombi, jisikie huzuni. Yaani ukiona umemisi ibada, jisikie huzuni. Yaani usijisikie amani. Sije ibada ya Jumapili afu na taarifa hujatoa, huna dharura yote afu unajisikia amani. Yawe ni maisha. Bwana asifiwe. Yaani kitokeo umekosa ibada, ujue basi hiyo ni changamoto kubwa. Umekosa maombi ni changamoto kubwa. Bwana asifiwe sana. Lakini namba 2, ili kujenga kwa mtu wa mwombaji, usiwe mtu wa kugairisha maombi. Hapa ndipo penye shida nilipokamatwa mimi zamani. Usiwe mtu wa kugairisha maombi. Kesho ninaingia kwenye maombi ya masaa 24. Ikifika kesho asubuhi umeamka umekaa hivi, unasikia njaa yote ya Kilimanjaro inamia tumboni kwako, na ndio siku ulikusudia kuomba. Njaa nzima ya Kilimanjaro inamia tumboni mwako. Unagairisha, tafunga kesho. Tafunga kesho. Imefika tena kesho kutwa, hii wiki imekuwa na mambo mengi sana, nipo busy. Nitafunga wiki inayokuja umekaa unasema nitafunga. Alafu na unashangaa unaambiwa kuna sherehe ya mtu fulani, kuna graduation ya mtu fulani. Sasa kufunga kwenye sherehe. Yesu mwenyewe alisema watu wanaanza kufunga ikiwa wamealikwa harusini. Unagairisha. Na mimi yamenikutaka mambo mabaya sana ninapoisha maombi. Nikwambie ukweli, kuna mambo mengi sio yote wakati mabaya. Mengine ni kwamba mema yatokee. Lakini nilipokuwa nikigairisha maombi na kuja kuona kabisa
ningekuwa nimefunga hili jambo lingetokea. Unajua unapofunga sio kama unamfanya Mungu ajibu maombi yako. Ila anasema kuna mambo ili atokee yanahitaji kufunga. Sio kama ukifunga ndio unakuwa mambo yanatokea. Ila unapofunga kuna mambo yanatendeka kwa maombi ya kufunga. Kwa wakati unapoailisha tu maombi, halafu kesho zikawa kuna jambo litakiwa liwe jema ulitende, halafu unalitenda. Roho inaumia, anasema ningelifungia hili jambo kumbe litakuwa hili. Bwana tusaidie. Kwa ukitaka kuwa mtu muombaji, usiwe na mambo ya kugegesha. Hakuna udhuru katika maombi. Hakuna nini? Udhuru. Ili sasa hii ni uhalisia. Bado kidogo tabia kinakuja, lakini Mungu atanisaidia na ninaamini Mungu atanisaidia kabisa. Unaamka usiku unasema leo nitaomba, maana sisi kule tuna maombi asubuhi, maombi jioni huko chuo. Asubuhi saa 11 na jioni saa 11:30. Kila hasa wakati mwingine unasema leo nitaamka kwanza, kama kwenda maombi asubuhi, nitaamka kwanza pia usiku. Hasa ukija kuangalia umelala saa 6. Alafu ulipanga uamke saa 8. Alafu uombe labda hata saa 9 afu ongea tena saa 10 ile ujiandae uende chuo. Sasa umeamka saa 9 ile umeamka kwa sasa, lakini sijalala vya kutosha. Sijalala. Sinatesa hivi. Ndio ni kweli, lakini ndio hivyo Paulo anasema na utesa mwili wangu na kuutumikisha. Bwana asifiwe. Sikwambia ukautese mwili kwa namna ambayo itakuwa ni hatari. Lakini usiwe mtu kujengesha maombi. Hakuna udhuru katika maombi. Umepanga kuamka, ukiamka omba. Bwana tusaidie sana. Lakini pia namba 3, omba hata kama hujisikii kuomba. Omba hata kama hujisikii. Tena ujisikii kuomba, tena ujiambie nitaomba leo kuliko kawaida. Wakati mwingine na mimi imenitokeaga. Una prayer point. Yaani alafu mimi nimeshajizoesha siku hii. Sio kama nikiomba kila maombi nipo na prayer point. Mimi kwa sababu unajua ukishakuwa maisha ya maombi, wewe kwenda kwa Mungu, sio lazima uende kupeleka kitu. Wewe unaenda tu Bwana. Yaani unaenda tu, yaani kwa sababu umeshaswali maisha yako. Unapoomba ndio kuna vitu Mungu anakuambia. Unakumbuka muombe Pastor Mbise anataka kununua gari. Muombe. Unakumbuka kanisani hatujaweka tiles. Ombea. Bwana asiye. Ukiona yaani ngoja niende kaombe. Yaani ni kuomba. Unapoomba Mungu anakupa vitu vya kuomba. Kwa wakati mwingine umekosa kitu cha kuomba, wewe nenda. Wakati mwingine una nguvu, wewe kaa tu. Anza tu. Wakati mwingine mimi naanza tu kwa kuimba. Yaani maneno kuja ndio naimba. Si ile nyimbo unaimba, unakumbusha hasa kuomba hiyo. Nguvu zinakuja. Ulikuwa una uwezo wa kuomba, unashaka kuna uisho unakuja. Kuna neema inakuja. Wakati mwingine unalala tu madhabahu, unakuja unalala tu hapa. Unalala tu unasema sina cha kuomba. Unalala unashangaa umelala, ndio Mungu anakuletea kitu anakugusia kitu hicho hapo. Unaanza kukiombea. Bwana sio sana. Kwa hiyo omba hata kama hujisikii kuomba, wewe omba tu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia namba 4, penda sana kuwa na faragha. Itakusaidia uende mbali zaidi. Penda sana kuwa na faragha. Itakusaidia kwenda mbali zaidi. Zaburi sura ya 91 mstari wa 1. Penda sana kuwa na faragha. Faragha itakusaidia kwenda mbali zaidi. Zaburi sura ya 91 mstari wa 1. Penda sana kuwa na faragha. Faragha itakupeleka mbali zaidi. Zaburi ya 91 mstari wa 1. Penda sana kuwa na faragha. Maana faragha itakupeleka mbali zaidi. Nasema hivi, Zaburi 91 mstari wa 1 anasema aketie mahali pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Aketie mahali pa nini? Pasiri. Angalia. Lakini kumbuka Biblia leo inatuambia Mungu yupo kila mahali. Yupo wapi? Lakini hapa atuambia aketie wapi? Akili yako ifunguke kwa jina la Yesu. Moyo wako ufunguke wewe. Angalia, Mungu yupo kila mahali. Watakaomzilisha Mungu hadharani ni wale waliokaa nao usirini. Bwana asifiwe. Mimi naamini mama anaweza kaa anajua hata password ya pastor ya baba, kwa sababu wapo wanakaa sirini. Bwana asifiwe. Lakini uje kumchukua kijana yote amwambie nitolee simu ya baba password hatajua. Akainesi. Kwa mama anaweza taka hapa akatuambia, "Jamani password ya baba andika msalaba." Imeisha. Si anakane sirini unajua. Kwa hiyo unekane sirini unakuja kumdhilisha hadharani. Wewe mimi naamini kuna vitu vingine inawezekana upasa uvijui kwake, lakini mama anavijua. Bwana sio sana. Kwa sababu anakana. Kwa hiyo wewe hapo pasa zinamwona kila siku hapa, lakini kuna vitu vijui. Si ni kweli? Ukija kuambiwa na mama unasema, unakuja kwamba Pastor Mbise amefungwaga huko kanisa huko na huko. Unakuja unashangaa imekuaje? Kumeshafungwa kumbe achaenda kupandaga makanisa huko, amepanda makanisa. Unakuja unashangaa. Na hiyo hivyo kwa jina la Yesu. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo penda sana kuwa mtu wa faragha. Faragha itakusaidia kwenda mbali zaidi. Nguvu ya kuomba kwenye kundi la watu wengi, nguvu ile ya kuhubiri kwenye kundi lingi, nguvu ile ya kuomba ya kuimba kwenye kundi lingi inaanza unapokaanga mwenyewe.
Bwana asifiwe sana. Pale ndio Yesu unafanya mazoezi, unajifua. Ukija huku kule umeomba masaa mawili, ukija huku nusu saa, haikushindi. Bwana asifiwe sana. Lakini pia namba 5, kama muombaji, namna ya kujijenga kwa muombaji. Usikatishwe tamaa na mazingira ya matokeo ya maombi. Usikatishwe tamaa na mazingira ya matokeo ya maombi. Mazingira yanaongea nini? Wewe omba. Yaani omba kwa imani. Hata kama unaona ukame, omba. Yaani mama yangu alikuwa anaomba kama vile aliombea jiwe. Yaani ameniombea leo, kesho nimeiba. Yaani anaomba kama anaombea sio mtu. Lakini mama ananitamkia, sijadhabu hizi sija. Akatupigia kama mama anazikua. Mimi mtumishi wapi mimi? Yaani mama anaongea tu, watumishi wako huko wenyewe. Lakini kumbe mama alikuwa anaomba kwa imani. Mazingira hayaonyeshi kama huyu mtoto atakuja, ona nimevaa hivi. Nilikuwa naambia tu shuhuda. Nilikuwa nafaga kuna jinsi yangu moja nikumbuka sasa. Ilikuwa ina zip hapa, inazuka, inazunguka na kuja kutokea chini. Bwana anisaidie sana. Bwana asiwe. Alafu mama anazidi kukuombea kwa boni mtumishi wa Mungu. Ameenda shuleni Dar es Salaam, anaambiwa mwanao ndo anachafua ukuta wa shule mzima. Kule Dar es Salaam kiingia shuleni zimechafuka, ni matusi. Mama anaambiwa mwanao ndo anachafua ukuta wa shule mzima. Hilo nilikana. Yaani katika yote nakanaga kwa uongo, lakini nilikana kwa alisema mama sio mimi. Mimi nikiambiwa kitu nilikuwa nakataa. Sio mimi sijaiba, lakini ile nilikana kwa uhalisia. Kama sio mimi siwezi kuchora ukuta. Ile kwa Yesu kwa mimi, lakini tabia zangu zikafanya mpaka watu wanizalishie mambo makubwa magumu. Yaani unavyojiweka, hata mtu akikwambia hivi mama, yaani kuna mtu akiambiwa tabia zako kwa jinsi ulivyo anakubali. Huyu kweli anaonekana tu. Anaopenda kukaa na wadada, anaopenda kukaa na wakaka. Huyu kweli bwana. Huyu anapoongea sana hivi nakwenda ukasema hili jambo. Bwana tusaidie sana. Lakini mama anaomba, haoni matokeo. Mchungaji hapa naamini anaombaga hata kama anaona wewe umekuwa kama jiwe. Anaomba, anaamini ipo siku utabadilika. Toa fungu la 10, toa sadaka ya ujenzi. Mwingine yani kama vile haoni. Wengine wameshakimbia uyamkini. Yaani uyamkini wengine wameshatoka. Sio kama anaenda amesafiri, anakimbia ujenzi. Hataki. Lakini bado pasta na wao wanakuja kupasta na anaombea. Wakibarikiwa ndio wanachukuja wanachomoka. Lakini baba bado ana nini? Anaomba. Tuangalie kitabu kilichokuwa kinatongoza maombi yetu ya siku 21. Kitabu cha Danieli sura ya 10. Utasoma mpaka sura yote. Danieli sura ya 10 mstari kuanzia kwanza mpaka mwisho wewe soma. Yaani kupitia maombi hapo kuna mambo ambayo Mungu anatengeneza. Hata kama huoni majibu, huoni chochote, omba. Bwana tusaidie sana. Hata kama huoni chochote, wewe omba. Danieli, angalia. Danieli amekaa siku 21. Na malaika anamwambia mtu upendwaye. Unajua kuna kata unaweza kuomba kwa sababu Mungu kanikataa. Mimi kuna kipindi kwa hivi, nilikuwa kipindi hicho sijalia Roho Mtakatifu. Nilikuwa najitahidi kuomba, naona kama siwezi hata kunena. Kasema kama Mungu amenikataa. Lakini nikaja kupata neno kwamba Mungu sijakukataa. Unaomba ukame, uwezi, lakini omba. Danieli mpaka siku 21 hajapata majibu. Alafu angalia kilichotoa majibu. Kumbe pia nao ujue kabisa. Yaani kama uone mpenyo, omba. Majibu yako yalishatolewa. Biblia inasema hivi kwenye Isaya 65:24. Kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Maana tulipotia nia, malaika anamwambia Danieli, tangu ulipotia nia kuomba maombi yako ya siku 3, maombi yako ya siku 7, maombi yako ya siku 21, siku 40, tulishakujibu. Lakini kuna mkuu, hayo unapambana, kama uwezo kuomba tena, baba naomba nisaidie walioshikilia hapo sasa, kwa jina la Yesu pasuka ng'oka. Yaani hapo unafumua kwa kweli. Wewe kama alikuwa ni mkuu huyu mmoja tu. Sio mkuu tu mmoja, hakuwa pepo, hakuwa nani, hakuwa shetani. Yaani kwa tu ni mkuu tu, yaani kama mkuu labda wa anga la malango kashikilia maombi yako. Wewe biashara unazako wateja hawaji. Kumbe kamkuka moja tu kama malango kameshikilia. Hasa mkuu wa jeni kashikilia maombi, hajashikilia tu kamshikilia Gabrieli. Gabrieli kaekewa ukuta pale uzio. Lakini Danieli kwa ile bibi yake haoni matokeo. Jamaa anasugua goti. Bwana umesema nitakuwa kichwa sio mkia. Bwana umesema biashara yangu utabariki hata mikono yangu. Bwana umesema ni wewe unifundishaje nipate faida. Mbona tumetamkiwa ya maneno, mbona hayawi? Unaomba, unazidi kuomba, unaomba. Ile siku inafika malaika anawaambia nimekuja, nimekupambania na nimemwacha Mikaeli huko anaenda kupambana, nimekuja kukupa majibu yako. Bwana asifiwe sana. Naomba nimalize kukupa
mstari unaupenda sana haya maandiko. Nimalizia hapo kwa Mungu. Nimebakiza muda mchache sana, lakini naamini Mungu anatusaidia. Kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 19 nimekumbushwa, haukuwepo kwenye somo langu, lakini nimekumbushwa nikupe namna ambavyo waombaji wengine waliomba, na ninatamani sana tusome wakati tumesimama. Naomba simama, ndio tunamalizia hivyo kwa jina la Yesu. Vita mmevaa, hiyo nguvu yenu mmevaa, mmejivika kila kitu chenu, mmeshika ngao, mmeshika upanga, nendeni na watu. Hichi ni kikosi cha ziada, msimdhalilishe wanangu. Ndio kupande kusa. Yaani bila shaka walikuwa wanaongea njiani, wanaambia wenzao, "Haisee, usiniongeleshe." Nikifika pale, kwanza unashika mkono, unapiga Daudi kofi moja, kisha inuki mwanangu. Ndio fanya. Kupande kusa ukulia tena geuka. Wanapofika pale na masira yao yote ya vita, tunguli kwa ajili ya elimu yako, kwa ajili ya masomo yako, kwa ajili ya mtoto wako. Wanapofika pale, kwa sababu kuna nguvu ya Bwana, manabii wa Bwana wanaomba, wanatokota, watu wakaanza kubalishwa kutabiri. Sauli akachanganyikiwa zaidi, akasema sasa kamanda ichaji na ingia mwenyewe mara hii. Na unapomalizia unisikia kuendelea kuomba tu. Alipoenda mwenyewe akaenda kwa mikoa yote, akasema siwezi kujisaidia nafsi yangu, nitaingia hapo nayo si ambapo uyakiwa na uchawi mkubwa, lakini mimi naenda hapo anapopaita Jesus watu nitapaingia. Lakini alipofika anasema akakuta watu wanaomba, na ajabu ya kwamba yakini wale wachawi walipokuja kuona ile nguvu ya maombi ya mchungaji na mama mchungaji, wazee wa kanisa na maombi yako, akabadilishwa, akaanza kutabiri, akaanza kunena. Nimekuja kukutangazia maombi haya siku 21 hayakuwa ya kawaida. Kiachini mpaka ya maombi hayakuwa ya bahati mbaya. Unafikiri tangu siku ya kwanza kuna watu shuhuda mkubwa hapa, anasema nimemwona Baba amefungua mambo kwenye maisha yangu. Unafikiri wewe hujaona? Ni kama Danieli, nikwambie kwamba umefunga maombi yako, yamekuwa funga mbinguni, yamekuwa ya manukato mbinguni. Hebu kwa wakati unatamani, hebu mwambie tu Bwana kwa baya ya jambo ambalo limekuwa kikwazo kwenye maisha yako. Nimekuambia maombi ni jiko linapika mambo. Nimekuambia maombi ni karakana, maombi ni karakana. Mwingine kuna tabia unaiona kwako, unaiona kwa ndugu yako, kwa mtoto wako. Mwingine hata kuna mshirika mahali hapa mmemkatia tamaa, lakini nikutie moyo, huyo bado ni silaha za Bwana, huyo bado ni kiungo cha Bwana, huyo bado ni mwili wa Bwana. Hebu muombe sasa kama ni mwanao, mwambie Baba, huyu mwanangu, huyu mwanangu, huyu mwanangu, huyu mwanangu namleta kwenye jiko. Rame kadaba bonde, rapate na mawe, rame sede bahane, ramina makopao, rame sede madera, ramatosha dama, radaba sede maha, aita na makonya, rapate na mawe. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Hayo ni maombi ya imani, ni maombi ambayo yanapika mambo. Sata kanama, rete kanama kodema, ranteke tushka baba bonde, randika daba kona. Wako wapi wanawake ambao wataomba kama Hana, wataomba tabia na mwanamke acha ulevi, na mwanamke acha ulevi. Nilikwambia nilikuona kufunga, wakaniambia kuwa na hekima, lakini katika ule upumbavu wangu nikamuona Baba, nikaona namna ambavyo dhambi inanikimbia. Nimekwambia Bwana anaposema nikaribieni, nitawakaribia. Hatuna namna kumkaribia Baba isipokuwa kwa maombi. Wakati kiweka maombi haya, uliweka kwa mpango mkakati ya kwamba kuna watu watatuswa, na siku ya leo ni siku ya ushindi ambayo tunasherekea ushindi wa Bwana. Amia tuliklea victory. Niko hapa kutangaza neema, kutangaza mwanzo mpya. Kilema inabadilishwa, rapataya, rumana bakaya, raneketaya, sabatanama, reni matosaya, rantosanama, rantebabababa, rababababa, rababababa. Mbele ya kuomba kamanda, mbele ya kuomba mwanamke mmoja, ninatamani kuona wanawake ambao
Endelea kupasua Mungu, endelea kusema, endelea kupasua Mungu. Masaka, Masaka, Robo Sezeka, Masaka Ramako, Masaka Ramako, Masaka Ramako. Breakthrough yetu, solution yetu haliko pengine, liko kwenye maombi, liko kwenye maombi, liko kwenye maombi. Sio kujihurumia, leo ni kuja dhabihu, leo ni kuja dhabihu, leo ni kuja dhabihu, leo ni kuja dhabihu. Sio kujihurumia, maana shetani hana huruma na maisha yako, hana huruma na maisha yako, hana huruma na maisha yako. Nenda kwa Bwana, nenda kwa Bwana. Maadamu mbingu ziko wazi, maadamu pazia la hekalu limepasuka, ingia, ingia. Harama saka, ramako, haraka pasaka. Ikiwa neema ya Bwana imepungua juu yako, unaweza sogea kwa Bwana. Ikiwa kuna mambo ambayo yamekuwa mlima, harama saka, maadamu madhabahu ya Bwana ingalipo wazi, haramasa, kuna jambo gani limekuwa
kubomoa milima. Yesu, Yesu, Yesu yuko hapa, yuko hapa. Kila mlima utabomolewa, 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 utabomolewa. Mlima wa mamoto unang'oka naisemi wa mlima umekaa mbele yako, umeshindwa kupanda. Siku ya leo unapanda my friend, unapanda kwa jina la Yesu, unapanda unapanda kwa jina la Yesu, kwa jina hainapapa unapanda mlima unapanda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaondoa kila ukuta, kila upinzani kwa jina la Yesu. Unaona mlima